Kabla ya kuomba, hebu nizungumzie kuhusu mada ya sala ya leo. Kuimarisha ndoa. Ndoa ni moja ya zawadi nzuri zaidi za Mungu. Kifungo kitakatifu ambacho wawili wanakutana ili kupendana, kusaidiana na kukua pamoja. Hata hivyo, kama ilivyo kwa uhusiano mwingine wowote, ndoa inakutana na changamoto zake. Inahitaji juhudi za makusudi, vitendo vya kila siku vya upendo na kutegemea Mungu ili iendelee kuwa imara na kustawi. Iwe ndoa yako inapitia msimu wa furaha au inakutana na changamoto, leo ni wakati wa kumwalika Mungu ili kuimarisha na kufufua umoja huo mtakatifu. Biblia inatupa hekima isiyoharibika kuhusu ndoa. Katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 33, Paulo anaandika, kila mmoja wenu na ampende mkewe kama nafsi yake mwenyewe, na mke anapasa kumheshimu mumewe. Andiko hili linatufundisha kwamba upendo na heshima ni msingi wa ndoa yenye afya. Upendo si tu kihisia, bali kama tendo, kuamua kutumika, kujali na kusamehe. Heshima si tu kwa maneno, bali kwa mtazamo, kuinua kila mmoja kwa kuthamini na heshima. Changamoto katika ndoa ni jambo lisiloweza kuepukika. Shinikizo la maisha yetu, hofu za kifedha, kutokuelewana, matarajio yasiyotimizwa, au hata mapambano binafsi yanaweza kuathiri uhusiano. Hizi ni nyakati zinazoweza kusababisha mgawanyiko au kuwa fursa za kuungana zaidi na kukua, kutegemea jinsi mnavyoshughulikia. Mungu anatuita kueleza ndoa sio kwa roho ya ukosaji, bali kwa unyenyekevu, uvumilivu na neema, tukionyesha upendo wake kwetu. Chukua muda kutafakari. Je, kumekuwepo na nyakati ambapo kutokuelewana na mvutano wa kila siku kumekuwa kikwazo kati yako na mkeo au mumeo? Je, unataka kuwasha tena moto wa upendo, kujenga tena imani iliyovunjika, au kuimarisha kifungo chenu? Mungu anaona matamanio ya moyo wako na anataka kusaidia. Tunapomwalika katika ndoa yetu, yeye anatupa hekima, amani na nguvu za kudumu pamoja. Fikiria, ndoa ambapo upendo unakwenda bure, mawasiliano ni wazi, na msamaha unatolewa kwa urahisi kama vile Mungu alivyotusamehe. Hii ni kuhusu kuwa na uhusiano kamili, bali tu ni kuhusu kutafuta maono ya Mungu kwa ndoa. Umoja ambapo washirika wote wanakuwa karibu na kila mmoja, huku akijitahidi kumkaribia yeye. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako leo tukileta ndoa mbele ya huduma yako ya upendo. Bwana, tunakubali kwamba ndoa si rahisi kila wakati, lakini tunakushukuru kwa ahadi yako kutembea nasi kupita kila msimu. Baba, tunaomba baraka zako juu ya ndoa yetu. Imarisha msingi wa upendo na heshima unaoshikilia pamoja. Mahali ambapo kumekuwepo na maumivu, leta uponyaji. Mahali ambapo kumekuwepo na umbali, leta ukaribu. Mahali ambapo kumekuwepo na kutokuelewana, leta wazi na amani. Tufundishe kuwasiliana kwa upole, kusikilizana kwa mioyo ya wazi. Tusaidie kuweka mahitaji ya kila mmoja wetu mbele yetu, kama vile Yesu alivyonyenyekea kujitolea kwa wengine. Bwana, tunakushukuru nyakati tulipoanguka katika ndoa zetu. Tunasamehewa kwa nyakati za kutokuvumilia, hasira au kupuuza. Tunasamehewa kwa kutokuwa na mapenzi tunayostahili kuwa. Fufua mioyo yetu na utufundishe kupenda kwa kujitolea, kama vile unavyotupenda bila masharti, bila mipaka. Baba, tunaomba umoja katika ndoa yetu. Tuwe na nia moja na roho moja, tukifanya kazi pamoja kumtukuza wewe katika yote tunayofanya. Wakati changamoto zinapojitokeza, tukufanye kumbuka kutegemea nguvu zako. Tutie moyo kukutana na magumu pamoja, tukijua kwamba nguvu zako zitakamilika katika udhaifu wetu. Pia tunaomba ulinzi juu ya ndoa yetu. Tulinde kutokana na nguvu zinazotafuta kutengana au kutuharibu. Linda mioyo yetu na akili zetu kutokana na majaribu ambayo yanaweza kutuvuta mbali na kila mmoja au kutoka kwetu. Tusaidie kusimama imara katika ahadi yetu ya kupenda, kuheshimu na kuthamini kila mmoja wetu
siku zote za maisha yetu. Bwana, naomba ndoa yetu iwe ushuhuda wa neema yako na uaminifu. Tumia uhusiano wetu kuonyesha upendo wako kwa dunia. Tufundishe kutumika kwa furaha kwa kila mmoja wetu na kujenga nyumba iliyojaa amani, shukurani na uwepo wako. Tunaweka ndoa yetu mikononi mwako, tukiamini kwamba utatuongoza, utatuimarisha na kutubariki tunapotembea katika safari hii pamoja. Asante kwa uaminifu wako, na tutukuze wewe katika yote tutakayoyafanya kama mume na mke. Kwa jina la Yesu tunaomba, amina. Umewahi kujikuta ukihisi kama maisha yako yamesimama? Kama vile unangoja kitu ambacho hakionekani kuja. Labda umekuwa ukiomba, ukitumaini, lakini ndoto zako bado hazijatimia. Usikate tamaa. Kuna ujumbe maalum kwa ajili yako leo. Ujumbe wa tumaini, wa subira na wa mpango kamili wa Mungu. Biblia inaahidi kwamba wakati wa Mungu si wa kuchelewa, bali ni mkamilifu. Hebu tusikilize mstari 7 ya Biblia ambayo inaweza kubadilisha namna unavyomwona Mungu na kukutia moyo uendelee kuamini hata unapongoja. Yeremia 29 mstari wa 11. Kwa maana najua mawazo ninayowaazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala si mabaya, ili kuwapa tumaini na hatima njema. Hata unapopitia hali ngumu, Mungu bado ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Mambo yasiyoeleweka leo yanaweza kuwa sehemu ya njia inayokupeleka kwenye hatima yenye tumaini. Huu mstari unatufundisha kuwa Mungu si mjeuri. Yeye ni Baba mwenye upendo, mwenye kuona mwisho tangu mwanzo. Tumaini lake juu yako halijawahi kufifia. Mhubiri 3 mstari wa 1. Kuna wakati wa kila kitu na msimu wa kila jambo chini ya mbingu. Maisha yana majira. Sio kila kitu kinatokea mara moja, na si kila kuchelewa ni laana. Mstari huu unatufundisha kuwa Mungu anafanya kila jambo kwa wakati wake kamili. Badala ya kulalamika tunapongoja, tunapaswa kujifunza kuamini kwamba wakati wa Mungu ni bora kuliko wetu. Kama unapenda haya mazungumzo ya kiroho, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa channel hii. Tuendelee kukua pamoja katika imani. Zaburi 37 mstari wa 7. Tulieni mbele za Bwana na msubiri kwa uvumilivu. Msizimie moyo mkiwaona watu wakifanikiwa kwa njia zao, wakitekeleza mipango yao mibaya. Kuna nyakati ambapo utaona wengine wakipata mafanikio haraka, hata kwa njia zisizo halali. Lakini mstari huu unatufundisha tusimwangalie mwanadamu, bali tumtazame Mungu. Kumpa Mungu muda wake na kumngojea kwa subira ni ishara ya imani ya kweli. Mafanikio ya kweli huja kutoka kwa Mungu kwa njia safi. Isaya 40 mstari wa 31. Bali wale wanaomtumaini Bwana watapata nguvu mpya. Watapaa mbawa kama tai. Watakimbia wala hawatachoka. Watatembea wala hawatazidiwa na nguvu. Kumtumaini Mungu sio tu kungojea, ni chanzo cha nguvu mpya. Unapomtegemea Mungu badala ya nguvu zako mwenyewe, atakuinua juu ya matatizo yako kama tai anavyopaa juu ya dhoruba. Mstari huu unatufundisha kuwa kusubiri kwa imani huleta upya wa kiroho, kiakili na kimwili. Warumi 8 mstari wa 28. Tunajua kuwa mambo yote hufanyika pamoja kwa wema wale wanaompenda Mungu, walioitwa kwa kusudi lake. Hata mambo magumu, yanayoumiza au yasiyoeleweka, yote yanaweza kuunganishwa na Mungu kwa ajili ya wema wako. Mstari huu unatufundisha kuwa Mungu ni fundi mkuu wa maisha. Anachukua vipande vyote vya maisha yako, hata vile vilivyoonekana kama vipotevu, na kuvitumia kuumba kitu kizuri kwa ajili ya kusudi lake. Methali 3 mistari wa 5 na 6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe.
katika njia zako zote mjue, naye atanyosha mapito yako. Mara nyingi tunataka kuelewa kila jambo kabla hatujakubali kulitenda. Lakini funzo hapa ni kwamba imani ya kweli humwamini Mungu hata bila maelezo. Akili zetu zina mipaka, lakini Mungu ana hekima isiyo na mwisho. Mkabidhi kila eneo la maisha yako, naye atakuongoza pasipo kukosea. Habakuku 2:3. Kwa maana maono yanalazimika kukamilika kwa wakati uliowekwa, hugusia mwisho wala hutaudanganya, ingawa ikichelewa, ngoja, kwa maana bila shaka itafika, haitachelewa. Rafiki yangu, tambua hili: kuchelewa kwa jibu si kusahaulika. Kusubiri si ishara ya kushindwa, ni nafasi ya Mungu kukuandaa kwa makuu. Kesho yako iko salama mikononi mwa Mungu. Endelea kumtumaini, endelea kungoja kwa imani, na utaona jinsi kusubiri kwako kunavyogeuka kuwa ushuhuda mkuu. Usisahau kulike, kujisajili na kushiriki video hii na wengine, ili nao wapate tumaini na nguvu mpya katika kusubiri wakati wa Mungu. Mwanangu, Yesu alisema hadithi ya mtu aliyekuwa na mgeni, lakini hakuwa na chakula. Akaenda kwa rafiki yake usiku wa manane na kusema, "Nisaidie mkate." Rafiki alimwambia, "Nimeshalala, siwezi kufungua." Lakini mtu huyo akaendelea kugonga na kuomba. Hatimaye, rafiki alifungua mlango na kumpa mahitaji yake, sio kwa sababu walikuwa marafiki tu, bali kwa sababu ya uvumilivu wake. Yesu alisema, "Ombeni bila kukoma na mtapewa." Mwanangu, Mungu husikia kilio cha moyo wako. Usikate tamaa kumwomba. Uvumilivu wako wa maombi huonyesha imani yako kwake. Kama unapenda haya mazungumzo ya kiroho, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa channel hii. Tuendelee kukua pamoja katika imani. Mwanangu, kuna hadithi Yesu alisema kuhusu baba mmoja, shamba lake na walioachiwa wajibu. Baba mmoja alipanda shamba zuri, akaweka uzio, akalijenga vizuri, kisha akaondoka na kuwaachia watu kulitunza. Alipofika wakati wa mavuno, alituma watumishi wake kuchukua sehemu yake. Lakini waliowekwa walikataa kumpa. Wakawapiga, wengine wakawaua. Baba alituma watumishi zaidi, lakini walifanyiwa ukatili ule ule. Mwishowe akasema, "Nitatuma mwanangu, watamheshimu." Lakini walimuua mwana huyo, wakidhani watamiliki shamba. Yesu akasema, baba huyo atarudi na kuwahukumu, kisha atakabidhi shamba kwa wale waaminifu. Mwanangu, funzo ni hili: Mungu anatupa baraka zake, maisha, vipaji, nafasi. Tukizidharau au kuzitumia vibaya, tunajiharibia sisi wenyewe. Heshimu baraka alizokupa Mungu. Zitunze kwa haki na kwa upendo kwa wengine. Mwanangu, hebu sikia hadithi ya Yesu kuhusu mwana aliyepotea lakini akapokewa tena kwa upendo. Mwana mdogo alimwambia baba yake, "Nipe urithi wangu sasa." Baba aligawanya mali, akampa. Mwana akaondoka, akaishi maisha ya starehe na tamaa, akapoteza kila kitu. Akabaki na njaa, maskini, hadi akalisha nguruwe. Akatambua kosa lake, akasema, "Nitarudi kwa baba, nitamuomba anichukue kama mtumishi tu." Baba alipomuona akiwa bado mbali, alimkimbilia. Akamkumbatia, akambusu, akamvika mavazi mapya, akaandaa sherehe. Mwana mkubwa akakasirika, lakini baba akasema, "Tusherehekee, maana mwana huyu alikuwa amepotea, sasa amepatikana." Mwanangu, Mungu hukusubiri kwa mikono wazi. Ukikosea, usiogope kurudi. Mapenzi yake hayaishi,
huruma yake haina kikomo. Mwanangu, Yesu alisimulia hadithi fupi lakini yenye maana kuu. Mchungaji mmoja alikuwa na kondoo 100. Mmoja akapotea. Je, alibaki na wale 99? Aliacha wote, akaenda kumtafuta yule mmoja. Alipomkuta alifurahi sana. Akamchukua mabegani na kumrudisha nyumbani salama. Kisha akaita majirani, akasema, "Furahini nami, kondoo wangu aliyepotea amepatikana." Yesu akasema, "Ndivyo Mungu anavyofurahia mtu mmoja anayerudi kwake." Mwanangu, kwenye hili tunajifunza kuwa haijalishi umetoka mbali kiasi gani, wewe ni wa thamani kwa Mungu. Yeye hachoki kukutafuta mradi wewe uamue kurudi. Mwanangu, Yesu alisimulia hadithi ya watu wawili tofauti sana. Mmoja alikuwa tajiri sana, alikula vizuri, alivaa vizuri na aliishi kwa starehe. Mwingine alikuwa maskini, jina lake Lazaro. Aliishi mlangoni mwa tajiri huyo akitazamia mabaki. Hakuwa na kitu, hata mbwa alikuja kulamba vidonda vyake. Walipokufa, Lazaro akaenda upande wa amani, lakini tajiri akaishia mahali pa mateso. Tajiri alitaka msaada, lakini alikuwa amechelewa. Mwanangu, usidharau walio maskini au wenye uhitaji. Moyo wa rehema una thamani kubwa mbele za Mungu kuliko dhahabu au mavazi mazuri. Mwanangu, Yesu alisema hadithi ya wavuvi wa uvuvi. Wavu mkubwa ulitupwa baharini ukakamata kila aina ya samaki. Walipowavuta nje, wakawachambua samaki wazuri wakawekwa kando, wabaya wakatupwa. Yesu akasema, ndivyo itakavyokuwa mwisho wa dunia. Watu watatenganishwa kila mmoja kulingana na matendo yake. Mwanangu, chagua kuishi maisha yaliyo safi, ya haki, ya upendo. Kwa maana siku moja kila moyo utapimwa na watu wazuri watachukuliwa na Mungu. Watoto wake na wawe yatima na mke wake awe mjane. Maneno haya yanapatikana katika Biblia katika Zaburi ya 109. Lakini tunawezaje kuyapatanisha maneno haya makali na yenye maumivu na ujumbe wa upendo na msamaha unaotangazwa katika Biblia nzima? Wengine wanasema maneno haya ni ushahidi wa haki ya Mungu. Wengine wanahoji kuwa ni kali mno kwa Mungu wa rehema. Basi, Zaburi ya 109 inahusu nini hasa? Ni maombi ya haki au ni wito wa kisasi? Hebu tuiangalie kwa undani. Zaburi hii inahusishwa na Mfalme Daudi aliyeitwa mwenye moyo wa Mungu, lakini pia shujaa aliyepitia uchungu mkubwa wa usaliti na mateso. Katika Zaburi hii Daudi halalamiki kwa amani, bali anamlilia Mungu amtegemee kwa hukumu. Amechukiwa kwa uongo, ameshambuliwa na maadui, na sasa anamuomba Mungu atende haki yake. Wataalamu wa maandiko wanaamini kwamba Zaburi hii inaweza kuhusiana na kipindi cha Daudi kukimbia mateso ya Mfalme Sauli, au wakati wa usaliti wa Ahithofeli, mshauri wake wa karibu, wakati wa uasi wa Absalom. Lakini ni nini hasa kinachofanya Zaburi ya 109 kuwa ya utata? Zaburi hii ni sehemu ya kundi la zaburi za laana, maombi ya laana yanayomwomba Mungu kuleta hasira juu ya maadui. Wakati zaburi nyingi zinahusu sifa, ibada na kumtafuta Mungu kwa upendo, hii ni tofauti. Ni zaburi ya hisia kali, imejaa maumivu na laana. Je, huu ni kilio cha haki au ni wito wa kisasi? Tuchunguze kwa makini. Katika zaburi hii kuna maneno makali mno yanayoshangaza na hata kutisha. Kama unapenda haya mazungumzo ya kiroho, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa channel hii. Tuendelee kukua pamoja katika imani. Siku zake na ziwe chache, mtu mwingine na achukue nafasi yake ya uongozi. Hili ni katika Zaburi ya 109 mstari wa 8. Karne nyingi baadaye, Mtume Petro alinukuu mstari huu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, akihusisha na Yuda Iskariote, mwanafunzi aliyemsaliti Yesu. Je, ni bahati tu au ni unabii wa kweli? Na haishii hapo.
wazao wake na wakatwe, majina yao yafutwe katika kizazi kijacho. Hili ni Zaburi ya 109 mstari wa 13. Hii si adhabu kwa mtu mmoja tu, bali ni laana kwa ukoo mzima. Asiwepo mtu wa kumfanyia fadhili wala kuhurumia watoto wake yatima. Hili ni Zaburi ya 109 mstari wa 12. Ni ombi la kufutwa kabisa kwa urithi wa adui. Lakini tunawezaje kuyatambua maneno haya leo? Je, yachukuliwe kwa maana ya moja kwa moja au ni maelezo ya kishairi ya maumivu makubwa na kukata tamaa? Wengine wanasema huu ni muktadha wa Daudi kulalamika kwa Mungu, si agizo bali hisia za kina na za kweli. Wengine wanaamini kwamba hii inadhihirisha haki ya Mungu dhidi ya maovu. Wewe unasemaje? Je, ni kisasi tu au ni haki ya kiungu inayotimizwa? Sasa, swali kubwa ni hili. Je, Wakristo wanapaswa kuomba maombi kama haya leo? Katika Agano la Kale, haki mara nyingi ilikuwa kali na ya haraka. Zaburi kama hii hazikuwa za kulipiza kisasi binafsi, bali kuikabidhi haki mikononi mwa Mungu. Lakini katika Agano Jipya tunaona mabadiliko makubwa. Yesu alifundisha kwa moyo mkunjufu. Wapendeni adui zenu na kuwaombea wanaowaudhi. Mathayo sura ya 5 mstari wa 44. Na ingawa mitume walinukuu Zaburi hii, hasa mstari wa 8 kuhusu Yuda Iskariote, Yesu mwenyewe hakuwalaani waliomsaliti. Badala yake, akiwa msalabani, aliomba kwa ajili yao. Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Basi, je, tunapaswa kuomba kama Daudi alivyokuwa akifanya katika Zaburi ya 109? Wengine wanasema hapana, kwa sababu inapingana na ujumbe wa upendo na msamaha wa Yesu. Ukristo ni juu ya rehema, si laana. Wengine wanasema ndiyo, kwa sababu kuomba haki ya Mungu bado ni sehemu ya imani ya kibibilia. Tofauti kuu ni hii: kutafuta haki ya Mungu si sawa na kulipiza kisasi binafsi. Kwa hiyo, tufanye nini na Zaburi hii leo? Ikiwa umewahi kuhisi kusalitiwa, kushambuliwa au kuonewa kwa uongo, Zaburi ya 109 inatukumbusha jambo muhimu. Mungu anaruhusu tuwe wa kweli kuhusu maumivu yetu. Daudi hakuficha hisia zake, aliimimina mioyo yake mbele za Mungu. Na hapo ndipo tunapopata siri ya nguvu zake. Badala ya kulipiza kisasi mwenyewe, Daudi aliikabidhi hasira yake kwa Mungu. Kwa wale wanaojiuliza kama Mungu ni mwenye haki, Zaburi hii ni ukumbusho mgumu lakini wenye nguvu kwamba Mungu anaona kila kitu. Biblia inatambua kuwa dhuluma ipo, lakini pia inatufundisha kwamba haki ya mwisho si yetu, bali ni ya Mungu. Lakini tunawezaje kusawazisha haki na rehema? Kwa upande mmoja, mwandishi wa Zaburi anaita hukumu, lakini kwa upande mwingine, Yesu anafundisha msamaha. Vyote vina nafasi katika imani yetu. Haki inahakikisha uovu hauendelei, wakati rehema inatufundisha kwamba sisi sote ni wenye dhambi. Basi tukiumizwa, tufanye nini? Omba kwa uaminifu, aminia haki ya Mungu, na kama Yesu, chagua rehema badala ya chuki. Zaburi ya 109 ni somo la maisha. Inaonyesha hali halisi ya maisha ya kibinadamu, maumivu, usaliti na wito wa haki. Lakini pia inatufundisha njia ya kumtumaini Mungu kwa haki na msamaha. Katika dunia ambayo tunakumbana na maovu na dhuluma, ni muhimu tukumbuke kwamba haki ni mikononi mwa Mungu, na sisi tukifuata mfano wa Yesu, tunapenda, kusamehe na kuonyesha rehema hata kwa wale wanaotukosea. Nilimkuta mapema sana kabla sijajua maisha. Nikiwa mdogo nikicheza bila hofu wala wasiwasi.
alikuwa karibu nami hata sikujua maana. Kila nilipoanguka chini alinisaidia kusimama. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi ya ulimwengu. Yesu ni bingwa, kama hujui ninayemzungumzia. Yule aliyekuwa nami kabla dunia haijanijua. Yesu ni bingwa, si kwa maneno ya watu, ni kwa matendo yake toka mwanzo hadi leo. Kwa jina la Yesu, kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya dunia. Nilipofika ujana, dunia ikanivuta sana. Kelele za marafiki, tamaa za kutaka kuonekana. Nikajaribu njia nyingi, nikapoteza mwelekeo, lakini hakuniacha, alinifuata kwa upendo. Yesu ni bingwa, kama hujui ninayemzungumzia. Yule aliyenivumilia hata nilipokuwa mbali. Yesu ni bingwa, hakunigeuka mgongo. Alinisubiri kimya bila kunihukumu. Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa nimekuwa, maisha yamekuwa mazito, majukumu, maumivu na vita ya moyoni. Nilidhani nitapambana peke yangu, nikachoka, lakini kila nilipoanguka alikuwa hapo tena. Nilipokaa chini nikitazama safari niliyopita, nikagundua kila hatua alikuwa pembeni. Wakati nilidhani nimesimama kwa nguvu zangu, ilikuwa neema yake imenibeba. Yesu ni bingwa, kama hujui ninayemzungumzia. Yule aliyenibeba nguvu ziliponiishia. Yesu ni bingwa, toka utoto hadi leo. Ndiyo maana nasema siko peke yangu. Yesu Kristo ni yeye yule, jana, leo na hata milele. Amen.